Mfano mtu ambaye pesa zake zinatokana na mashetani. Ni pesa ambazo lazima baadaye ataonekana huyu alikuwa ni tajiri wa zamani. Sijui unanielewa kijana. Yaani mtu ambaye pesa zake zinatokana na mashetani, ni lazima utamuona mwisho wake unakuwa ni mwisho ambao watu wanasema huyu alikuwa ni tajiri wa zamani. Na mtu ambaye pesa zake amepewa na majini, basi yeye ataendelea kustawi siku hadi siku. Ndio utajua kwamba hizi zilikuwa ni pesa za majini. Na ukweli uliopo ni kwamba pesa zote zinatokana na nguvu ya mtu aliyopo nyuma. Yaani unaposikia utajiri unaletwa na viumbe ambao wana ziada ya haya mambo. Sasa kwenye mwisho ndio utajua kwamba huyu pesa yake inatokana na jini na huyu pesa yake inatokana na shetani. Mambo vipi mpenzi mtazamaji wetu? Ni wakati mwingine tena tumekutana kupeana update mbalimbali zinazoendelea kujiri ndani na nje ya taifa letu la Tanzania. Leo hii tumekutana na Dr. Panga. Huyu ni mtaalamu wa tiba asili. Atakwenda kujibu maswali ambayo wananchi wengi wamekuwa wakijiuliza. Leo Dr. Panga anakwenda kutupa majibu ya maswali yenu yote. Dr. Panga, mambo vipi? Salama kabisa. Mambo vipi na wewe? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, uzima upo. Sawa sawa, asante, karibu sana. Tumekuwa tukikutana mara nyingi, tunapiga story mbalimbali kuhusiana na elimu ya mambo ya giza. Lazima tuwazungumzie kwa sababu ni mambo ambayo inasadikika yapo na watu wengi wamekuwa wakipatwa na matatizo mengi kuhusiana na mambo ya giza. Lakini kwa siku ya leo kuna maswali ambayo wadau wengi wamekuwa wakijiuliza na umetuomba sisi ambapo tuna access ya kukutana na wewe tuweze kuwafikishia swali hili. Swali ambalo wanahitaji kujua majibu yake ni kwamba mitaani tumeona vijana wengi wadogo lakini na watu wa makamo wana pesa nyingi sana, na wengine huwezi kujua anafanya kazi gani, lakini wamekuwa wanamiliki pesa nyingi sana. Je, unawezaje kujua huyu mtu ana pesa za majini au ana pesa za halali? Unamgunduaje mtu ambaye ana utajiri wa majini? Sawa. Swali lako ni zuri sana na ni kweli kabisa. Umeona kitu kikubwa sana katika hilo swali na upaona mpaka ulipoona. Ni kwamba utofauti wa pesa za majini na pesa za shetani, ushanifahamu ni vitu viwili tofauti. Kwanza hivyo vitu kuna pesa ambazo zinatolewa na majini na kuna pesa zinatolewa na mashetani. Sasa zenyewe zina utofauti lakini pia zina faida. Kuna baadhi ya mambo unaweza usiyaone. Kuna baadhi ya mambo wewe unaweza usiyaone kwa sababu mara nyingi mtu anapoumwa tumbo anaweza kuvumilia na bado akatabasamu, lakini kumbe anaumia. Sasa unaweza ukawa watu wana pesa za mashetani na zinawatesa, lakini wewe usione, akiwa mbele za watu akalazimisha tabasamu, sio? Lakini tofauti utakayoikuta na ambayo kama utafuatilia utajua kwamba hizi ni za mashetani na hizi ni za majini, ni kwenye mafanikio, maisha wanayoishi, kwenye wanaita nini ule muendelezo wa zile mali. Mfano mtu ambaye pesa zake zinatokana na mashetani, ni pesa ambazo lazima baadaye ataonekana huyu alikuwa ni tajiri wa zamani. Sijui unanielewa kijana. Yaani mtu ambaye pesa zake zinatokana na mashetani, ni lazima utamuona mwisho wake unakuwa ni mwisho ambao watu wanasema huyu alikuwa ni tajiri wa zamani. Na mtu ambaye pesa zake amepewa na majini, basi yeye ataendelea kustawi siku hadi siku. Ndio utajua kwamba hizi zilikuwa ni pesa za majini. Na ukweli uliopo ni kwamba pesa zote zinatokana na nguvu ya mtu aliyopo nyuma. Yaani unaposikia utajiri unaletwa na viumbe ambao wana ziada ya haya mambo. Sasa kwenye mwisho ndio utajua kwamba huyu pesa yake inatokana na jini na huyu pesa yake inatokana na shetani. Na ambacho tunacho sisi, ambacho tunaweza sisi ni kufanya, ni kukomboa hata wewe ambaye kwa bahati mbaya, kwa sababu maisha huwa yanawatelezesha watu. Dhiki huwa zinawatelezesha watu kufanya hata vile ambavyo hawakuwa wamevipanga. Kwa hiyo kwa bahati mbaya unaweza kukuta uliteleza ukaingia kwenye hizo pesa za mashetani, ukapewa utajiri na hao mashetani. Baadaye sasa ule utajiri ikawa sasa faraja kwa wengine, lakini wewe muhusika ufarijiki. Kwa maana gani nasema hivyo? Katika macho ya watu mchana, unajua maisha ya mtu, utamu wa maisha yake ni pale anapokuwa peke yake. Ndio maana kuna baadhi ya watu wa haki za binadamu wanaheshimu kuna kitu kinaitwa faragha. Mtu anapokuwa faragha, pale ndo anaweza kuyafanya mambo yake. Sasa ili kujulikana kwamba wewe unafaidika au unateseka, pale unapokuwa kwenye faragha. Sijui unanielewa kijana.
Unapokuwa kwenye faraga ndio unajua kwamba mimi nafaidika au nateseka. Maana ukiwa peke yako nafsi yako inafaidika kwamba watoto wangu wako shule na mali hizi. Ukisikia mlio wa basi huko linaingia kupaki, unasema hiyo ni gari yangu. Ushanifahamu hiyo kitu. Kwa maana hakuna mateso, zaidi ni furaha. Lakini kuna ambao wenye mali, sisi tunaoziona kwenye macho haya kuangalizia chapati, tunaona ni mali, lakini nyuma ya panzia wao wana mali ambazo zinawatesa. Ushanifahamu? Akiwa kwenye faraga anatamani asingekuwa kwenye faraga, kwa maana kuna majuto yanamjia ndani yake. Sasa sisi tunachokifanya, tunaweza kuzikomboa hizo mali ulizozipata, na tunaweza kukutoa huko kwa shetani tukakurudisha kwa wasimamizi salama. Maana sisi tuna wasimamizi salama wa mali, tuna watafutaji salama wa mali ambao wenyewe mwisho wake hawakuhitaji wewe. Ushanifahamu? Mwisho wake wanahitaji wewe ufanye yale yaliyo mema ili ustawi wako uendelee na wao ustawi wao unaendelea. Sasa tunaweza kukutoa kwenye mali hizo za majuto ambazo watu wanakuona unanufaika, watu wanakuona una furaha, kumbe wewe ukiwa kwenye faraga ambayo watu wa haki walisema kwamba mtu kwenye faraga yake iheshimiwe, lakini wewe kwenye faraga unateseka. Wakiamini kwamba unapata raha na faraga yako iheshimiwe, kumbe wewe unateseka. Sasa tunaweza kukutoa huko na kukuleta kwenye usimamizi ambao uko salama. Ushanifahamu hicho kitu? Kwa hiyo ni swali zuri sana kwamba kuna watu wana mali za majini na watu wana mali za mashetani. Sasa sisi ukiwa umepewa mali na majini, kwa bahati mbaya hizo mali zitabaki kuwa hapo, wala hutostuka. Ni sawa sawa na mtu mwenye generator halafu ana umeme. Kwa maana hutojua kwamba umeme umekatika, maana yake ana standby generator. Sisi tunachokifanya, mali zako zitaendelea kubaki zako, lakini tutashift hayo mateso. Kwa sababu hawa majini sisi tunao watuma wana nguvu kuliko hao mashetani. Wana nguvu kuliko hao mashetani. Okay, kwa hiyo mtu ambaye anateseka na utajiri wake, kuna utajiri wa mashetani, nyie mna uwezo wa kuconvert, yani uwezo wa kumkomboa katika mateso ambayo amekuwa akiyapitia. Kwa namna moja ama nyingine nataka kuniambia kwamba nyie utajiri ambao nyie mtu mnaweza kumsaidia akapata mafanikio kwa pesa za majini ni tofauti na pesa za mashetani. Nyie hamwezi kumpatia mtu pesa za namna hiyo za mashetani. Sisi tunakupa pesa ambazo ziko salama. Sisi tunakupa pesa ambazo zitaongeza ustawi wako. Unanielewa hicho kitu? Na ndio maana nilikwambia mfano mdogo wa kumjua tajiri ambaye ana mali za shetani na tajiri ambaye ana mali za majini. Ushanielewa? Utajiri ambaye ana mali za mashetani, na nimekupa mfano, na leo uendelea kuishi nao na wananchi wanaotazama, mwananchi wewe unaoniangalia. Hichi kitu unatakiwa ukione na ujifunze. Kwa maana kuna matajiri kila mkoa. Kuna matajiri ambao kizazi kinamwambiaga hapa palikuwaga kwa tajiri, huyu alikuwaga na mabasi, huyu alikuwaga hivi na hivi. Zile ni mali za shetani. Na kuna sehemu, kuna maisha ambayo unajuaga tangu zamani tunaendaga kwa fulani, na pale mpaka leo wale watu wamebaki na ustawi wao. Akitoka mtoto anakuja mtoto, akitoka mtoto, yani wanalisishana ule utajiri. Ule ni utajiri ambao unaletwa na majini. Wenyewe hauna mwisho mbaya. Lakini utajiri wa shetani wenyewe mwisho wake unaweza kawa wewe peke yako, na mwisho wake kawa ndio mwisho wako, lakini watoto wanaobaki wakawa mataira, watoto wanaobaki wakawa mateja. Yani ikawaga ni hivyo. Zile ni nguvu, ni pesa ambazo zinatokana na nguvu ya shetani. Na mdogo wangu nikwambie kitu ambacho leo hii naomba hata wanaoniangalia, mamlaka zinazoniangalia, tena hasa kwenye mamlaka za serikali, samahani kidogo. Kwenyewe pia kule kuna watu ambao wanachukua pesa kwa njia ambayo sio sahihi. Yani wanatumwa kazi na mtukufu rais, wakafanye kazi kwa ajili ya wananchi, rais akiwa na nia njema, lakini wale wanaotumwa wanataka wanamzunguka rais, wanakwenda wanachukua zile mali wanatumia kwa matumizi yao. Kile kitendo ni kitendo cha shetani, na zenyewe tunaziita ni pesa za shetani. Ushanielewa hicho kitu? Sasa ubaya wake zile pesa na zenyewe zinakuwa hazina mwisho mzuri. Pesa ambayo mtu umetumwa ukawatumikia rais, ukawatumikia wananchi, na rais anakuwa nia yake ni njema kwa wananchi, ni amrisho la Mungu, ni kwa ajili ya ustawi na mambo mengine. Yule anaenda kuchukua zile pesa akazifanyia kinyume, yani asifanye kile alafu akaiiba ile pesa, tofauti na mamlaka ya yule mtu aliyomtuma, zile pesa zinageuka zinakuwa za shetani. Sasa hata atakapofanyia jambo lolote, lile jambo haliwezi kwenda kustawi. Ni sawa sawa na watu wanaopewa pesa na waganga, alafu zile pesa zinakuwa ni za shetani ambao wanaenda kufanya mambo mabaya, na zenyewe zinakuwa zimeshachafuliwa. Sisi tunaita ni pesa za damu. Hata wewe ukiziona sisi katika macho yetu zile, hata tukiziona tunaona zimeloa damu zote. Lakini sisi tunakupa pesa safi, tunakupa majini ambao wana usimamizi salama.
utabaki kuwa wewe utabaki kuwa mstaarabu, utabaki kuwa mtu muhimu, utabaki kuwa mtu mwema kizazi chako na kizazi chako na kizazi chako. Nafikiri umenielewa. Nimekuelewa vizuri. Tungemalizia kwa swali moja. Watazamaji wangependa kujua aina za utajiri kupitia nguvu za giza. Aina za utajiri ambao unatokana na nguvu za giza ambazo ni za shetani sasa tunaziita. Na tukisema giza tunasema ni shetani. Moja wapo ni hiyo, mganga mtu anakuelekeza mbinu ya kwenda kuiba. Ushanifahamu hicho kitu. Anakupa mbinu uchawi wa kwenda kufanya ili uibe. Kwamba wewe utaonekana, utaingia pale na utaiba. Ushanielewa? Na utaondoka bila kuonekana. Lakini umeshaiba. Zile ni mali za shetani. Zinatokana na nguvu za giza, maana uliwekwa giza wewe hukuonekana. Ushanifahamu? Unaambiwa chukua hii dawa,